How are you guys? Habari zenyu? Welcome back to my YouTube channel, Smart Shiza YouTube channel, the best video ever. Okay, leo nitataka kuwaambia siri moja naonaga secret kubwa sana ya mahusiano. Ni hii, unakuta uko na mpenzi wako. Maybe tena for instance, amekusurprise na kitu. But unakuta badala ya wewe mwenye umekuwa surprise na hiyo kitu, appreciate yeye sasa anajiappreciate. Unakuta anajiappreciate yeye mwenyewe kama anaona amekufanyia good thing. Na maybe tena kwako hata hauioni by the way. Manake kwa akili zako ulikuwa unasema kama angenifanyia hii at least ningeona it is more better than kunifanyia yenye amenifanyia. But nakuta sasa yeye anaona hiyo ndio the good thing unafaa kufurahia, basi utakuta mwingine atakasirika akiona ati hujafurahishwa na hiyo kitu, na mimi tena kwako hiyo si kitu yenye ilikuwa the first place. Hata basi tena hata hujai tamani. Mimi tena ulikuwa unataka akuletee mimi tena kitu kama kahadba, amekuletea mimi tena viatu. Na mimi tena viatu tuko na mingi. Na nataka basi we unexpect sana ufurahishwe na hiyo kitu. Basi nasema mimi nakufanyia kitu mzuri wewe huoni, but a good way as mimi nikiona maoni yangu. Ndio at least uache kuvunja mtu moyo, ama mtu aache kuona kama amedharauliwa kitu yenye ameleta. Afadhali ulize mtu na what suppose ni pata hiki ni kufanyia hivi, unaweza onaje? Kwanza nakumbuka kuna demu mwingine alikuwa rafiki yangu. Kwangu nikiangalia kitu yenye naona mzuri sana, naweza prefer wakati mwingine kununua gari mwanzo, nikesi nipate do kununua gari mwanzo before ninunue nyumba. But sasa huyu day anaona yeye gari sio the first priority, ana prefer afadhali nyumba. Sasa alipatana na jamaa mwenye alimsurprise na gari. Sasa akaona sasa huyu mtu amenunua gari, nitakuwa napaki wapi? Mimi mwenyewe niko kwa rental sijui nini vitu kama hizo. But kwangu nikaona iko poa. Hata mwenye amekuletea naona it is a good thing na ni kitu anafaa kufurahia. But kwa huyu hajafurahia, anajiuliza na amesikia amekeleka, anasema hiyo pesa yote safari hata ageninunulia nyumba nipate kwa kuishi, kisha ndio aninunulie gari baadaye. So nakuta hapa hivi kutakuwa na kukosa na kuelewana, because huyu anashangaa hii surprise na kubwa hivi mbona haijamfurahisha, inafurahisha wengine, na mbona mimi nimeona nimefanya kitu ya maana, zilikuwa kunaona hii ni kitu poa sana, but kuna kwa mwenye unapea unaona ai yeye mwenyewe haibali hiyo kitu, manake haikuwa hata kwa akili zake by the way. Manake kila mtu anakuwa na kitu yenye anaonaga hii nikipata pesa naweza mwa tunafanya hii, nikipata pesa zingine naweza fanya hiki, ama nikipata pesa amount fulani naweza fanya hii na hiyo ingine, hata kama nitaanzisha nimalizie baadaye. But tunakuta watu wengine si hivyo, anatamani kitu kingine, ama mpenzi wake, partner wake anatamani kufanya kitu kingine yenye yeye haibali sana. So kwenye tuko kwa mahusiano, hebu mwanzo kuwa unauliza mtu, suppose nipate pesa hii, ama suppose ni plan kufanyia kitu ni gani naweza prefer most. Hata kuna mwingine unaweza mpeleka mahali yao tu, but aone sasa huyu badala kumpeleka hiyo waste hiyo pesa, sasa aganipea hata fulani nilipia mtoto shule kuliko anipeleka hiyo pesa zote tu waste, kisha tena hata nipea chochote. Na mwingine yani unakuta watu wako na na variance ama na different types of thoughts. Mimi venye nafikiria sivyo mwingine anafikiria, na venye mimi naona vitu si venye mwingine anaona. Hata kuna mwingine anaweza sema mimi niko na watoi, usinipeleke au utatumbaie machakula za pesa mingi, bali unio chakula tu kidogo, ama utakosa kununua nipe hiyo do niende nikapangia jua na familia yangu. So wenye tuko kwa mahusiano tuangalie haya maneno, usikute unaudhi na mwenzako, unaona wewe unamfurahisha lakini yeye hafurahi venye wewe unafaa kuona, ama venye anafaa kufurahisha, because hajafurahia tu vile unamfanyia zingine, hata hadisabu hizo vitu. So mwanzo kwa mfano mtu nini anaona cha muhimu sana, na ni kitu gani yenye mtu anavalue sana na kuliko kitu yenyewe unaona. Sasa nakumbuka hata mimi kuna wakati mwingine boyo naona aliniletea tu viatu, na nikiangalia nilikuwa tastaki viatu, manake nilikuwa sina handbag kazuri ka kutembea. Sasa nikashangaa sasa hizi viatu nitaziuza ni handbag ama nitafanya nini? Sasa yeye furaha yenye alifikiria nitafurahia nayo, sasa si hiyo. Anashangaa wewe mbona kikuletea kitu wewe ku appreciate, unakaa tu hivyo, hata uwezi shukuru, hata uwezi furahia.
But sasa si expect kitu kama hiyo, ninge expect ni kama anasoma akili zangu, anasomea akili zangu, one huyu kuna kitu hana na hii nikimnulia hata nini. Ndio hata hapo nilipata wakati mwingine ask your partner nini kikufanyia, ama nini naweza kufanyia, nini naweza prefer sana kuliko ile nyingine. Lakini sikufanyia tu mtu hivyo. So wazangu, tujue hizo siri za relationship, wacha tu kufanyia mwenzako kitu tu ukifikiria atafurahia, kisha wewe mwenyewe unajiappreciate. Yaani unasema wewe uko poa tu juu nini umemletea. Kuleta kitu si hoja, but umeleta the right thing at the right time. Usinyate vitu zingine expect ndafika kama sasa nimepita kule nimeshiba. Ni kitu saa 8 lunch nisha umeniletea chakula. Baby tena hizo pesa ningetakata unipe zikiwa cash ama ni kitu kingine. Lakini sasa umefanya hivyo hata juu hujanikosoa. Wakati mwingine let's communicate, na kwa mahusiano ndio usikute umeweza kama umemkera na something ukifikiria kitu nimefanya ni maana kuliko kitu kingine. So wenzangu, tujue hapo hivyo kwenye deal napo. By the way, tuache kunini kukuta anzi mtu ameboeka tu, anasikia tu ameboeka tu na vitu zako tu, anaona sasa wewe unafanya vitu zenye sivyo. Hata kama wakati mwingine kitu cha kupewa tu unaridhika, but wakati mwingine wacha tukue tu na priorities. Nikikuwa nataka hii, kama nataka kiatu niletee kiatu, acha na nguo mwanzo, hii niende kunya baadaye. Kama nataka kununua nyumba mwanzo, acha na gari. Yaani vitu zingine tuende hivyo kwa process, depend na ni gani iko, ni gani inahitajika na kwa huo muda, na ni gani iko na manufaa zaidi kuliko ile nyingine. So wenzangu, thank you for watching me. Continue watching, sharing my video, subscribe, like na comment. Mwendelee kunisupport, maana hiyo ndio ni njia moja ambayo mnaweza nisupport nayo. Nawapenda sana, may God bless you. Bye bye.